hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawataka Yehoshafati pamoja na Yuda wote anaowaongoza. Yehoshafati ni mfalme. Yametokea mataifa ambayo yanataka kupigana naye, na mataifa yaliyokuja kupigana naye yana nguvu kumshinda yeye. Sema yana nguvu kumshinda yeye. Muonekano wa yale mataifa wa Moab, wa Amoni, walikuwa ni watu ambao wana uwezo wa kupigana vita, na katika vita nyingi walizoenda kupigana waliibuka washindi. Sasa safari hii wameenda kwa Yehoshafati na watu wake. Yehoshafati aliposikia ya kwamba jeshi kubwa linakuja kupigana na wewe, akaitisha mkutano wa Yuda wamuombe Mungu. Walipokuwa katika kumuomba Mungu, Mungu anawaambia sikilizeni. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia sikilizeni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Anasema hivi, Bwana anawaambia msiogope. Anayewaambia ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa anawaambia ni nani? Anawaambia msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili. Na maana hata Mungu alikuwa analijua lile ni jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa analijua ni jeshi kubwa, lakini anawaambia kwani vita si yenu. Vita si ya kwako. Ndugu yangu, vita kwenye biashara si ya kwako. Pale ulipomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, biashara hiyo ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biashara hiyo inapiganiwa na nani? Na Bwana. Pale tulipomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, uzao wetu unapiganiwa na nani? Yaani uzao wetu ni Bwana. Sisi ni mali ya Bwana. Na ndio maana nasema dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Wote wakao humo ni mali. Kwa sisi ni mali, tunamilikiwa na nani? Na Bwana. Kwa hiyo kila kinachokuja kupambana na wewe, kwa sababu wewe ni mali ya Bwana, ina maana Mungu anahusika. Na ndio maana aliwaambia, nyie mnachoogopa mnaogopa bure. Bwana Yesu asifiwe. Mnalia bure, mnahuzunika bure, kwa sababu sio ninyi mtakaopigana. Hii vita ni ya kwangu, kwa sababu nyie ni watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa naambia vita ni yangu, sio ya kwenu. Kaa kwa kurelax, kaa kwa utulivu, kwa sababu kama mimi vita ni yangu, ushindi ni lazima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome kitabu cha pili, nimesema Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa ngapi? Wa 4. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa 4. Naomba tusome wote, 1 2 3 go. Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye. Bwana Mungu wetu ndiye atuandamaye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania, kwenda kuwapigania juu ya adui zenu. Au adui ni juu ya nani? Ni adui za nani? Anasema juu ya adui zenu. Ina maana adui ni adui zangu, ni adui zako. Lakini anaenda kupigana. Na ndio maana sasa ninaenda kuwapigania. Ninaenda kupigana badala yako. Ninaenda kupigana kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya adui zako. Ina maana adui zako ugomvi wake nimeuingilia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ili kuwaokoa ninyi. Na ndio maana anatutaka tusifanyeje? Tusiogope. Kwa sababu hauna haja ya kuiogopa hasara. Hauna haja ya kuogopa chochote. Hauna haja ya kuogopa ugonjwa. Hauna haja
haja ya kuogopa chochote kinachokutisha, kwa sababu anayepigana sio wewe. Anasema ninaenda kuwapigania juu ya adui zenu. Adui ni wako, lakini ninayepigana ni nani? Ni mimi. Na lengo la kupigana mimi ni ili kukuokoa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri, aliyewatoa kule alikuwa ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hivi, mchana alikuwa anawaongoza kwa nguzo, si ndio, ya wingu, na usiku kwa moto. Kwa hiyo wana wa Israeli kila walipokanyaga hawakutembea wasipoiona wingu. Mchana walikuwa wanaliona wingu, sawa? Wingu limekatisha huku, ndipo wanapokatisha wanaenda. Tunaelewana? Kwa hiyo walikuwa wanatembea kwa wingu, wanalifuata wingu. Lakini usiku wakiendelea na safari, ilikuwepo nguzo ya moto. Walikuwa wanaiona nguzo ya moto, ilikuwa inawamulikia. Kwa wao walikuwa wanafuata kwa uongozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi leo tunavyofuata kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, sawa? Amen. Lakini walipotoka tu Misri, wanaanza kufuata ile nguzo, wamemshangilia Bwana. Ukumbuke walitoka wamemshangilia Bwana. Walitoka wakiwa wamepewa vitu vingi. Walitoka wakiwa na dhahabu. Walitoka wakasema tumetoka utumwani, sawa? Wakawa wako njiani kuelekea kwenye nchi ambayo Bwana amewaahidia. Walipofika mwanzoni wakakutana na bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipokutana na bahari, walipogeuka nyuma wakaona jeshi linakuja. Ukisoma kwenye Kutoka 14 utaona kuanzia kwenye mstari ule wa 13 na kuendelea. Anasema walipofika pale, walipoona jeshi linakuja, wao wanaona bahari. Akili zao zilifika mwisho. Bwana Yesu atusaidie. Akili zao zilikuwa zimefika mwisho. Wakaanza kumlilia Musa. Wakaambia Musa, umetutoa kule. Tena walimwambia Musa, ndio umetutoa. Bwana Yesu atusaidie. Wakasahau kwamba ni Bwana aliyewatoa. Lakini Mungu alichowaambia, endeleeni mbele. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mbele. Lakini swali la kujiuliza, wao wanaona bahari, Bwana anawaambia waendelee mbele. Mbele tunapoendelea ni wapi? Tutakanyaga wapi ili tupite? Katikati ya machozi Mungu anaiona njia. Yeye Mungu anachotaka ni sisi tusiogope, tumwamini yeye aliyeanzisha safari, ataitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ataitimiliza. Kwa hiyo Mungu akawaambia endelea mbele. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua bahari kwake si kitu, kama Mungu anavyoona hasara kwako si kitu, kama Mungu anavyoona ugonjwa kwako si kitu, kama Mungu anavyoona kuanguka, umeanguka mara nyingi, lakini haimaanishi kuanguka ndio kushindwa. Yeye anakuambia endelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ili jeshi mnaloliona hamtaliona tena. Sasa wanaweza wakanajiuliza, hatutaliona tena vipi? Mbona ni kama limekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa alipoyapiga yale maji, njia ikapatikana. Njia ilipopatikana, wale wana wa Israeli wakaingia kwenye bahari. Walipoingia kwenye bahari, wa Farao naye na jeshi lake na wenyewe wakaingia kwenye ile njia ambayo Bwana alikuwa amewatengenezea watoto wake. Kwa hiyo mtu bado akiangalia sana, ni kweli njia imeonekana, lakini adui bado naye anafanyeje? Anafuata. Kilichofanyika, kwa sababu vita si yao, Bwana alienda kuyachomoa magurudumu kwenye magari ya Farao. Kwa hiyo Farao wanaona magurudumu kwenye gari lao lapo, lakini kwenye ulimwengu wa roho yale magari yamechomolewa magurudumu. Kwa hiyo mwendo yaliyokuwa anakimbia nayo kwanza sio mwendo yaliyokuwa anaenda nao saizi. Ni kweli wanawafuatilia wana wa Israeli, lakini mwendo wao umepunguzwa kwa sababu ya uzito. Bwana ameondoa yale magurudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hao wanawafuatilia, Bwana akasubiri ya kwamba wana wa Israeli wameingia wote kwenye njia, na wana wa Israeli wamevuka mpaka mtu wa mwisho, na akasubiri Farao na jeshi lake wameingia wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wana wa Israeli wanamwambia Musa, tumetengenezewa njia, lakini maadui wanatufuata. Bwana Yesu atusaidie. Tumetengenezewa njia, lakini maadui wameingia kwenye njia yetu. Bado inaonekana watavuka pamoja na sisi, lakini Mungu alichokuwa anakisubiria, kwa sababu ile ilikuwa ni vita ya Bwana. Bwana aliwaruhusu maadui waingie kwenye njia ya wana wa Israeli wote mpaka wa mwisho.
Bwana Yesu asifiwe. Walipoingia wote, sema walipoingia wote, ndio lilitimia lile neno Bwana alivyosema, hao mnaowaona hamtawaona tena. Baada ya wana Israeli kutoka wote. Kwa hiyo Bwana alivyosema kwamba nyamazeni mkaone wokovu wa Bwana atakao wapigania hivi leo. Hawa wa Misri mnaoona wanakuja kasi nyuma yenu hawatawashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa pale wakatoka, ukisoma sura ya 15 wakatunga na nyimbo, wakamsifu na Bwana, wakamshangilia Bwana. Lakini walipoendelea, sema walipoendelea, walipoingia jangwani, kuna sehemu Bwana aliwapitisha kwenye jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaingia jangwani. Walipoingia jangwani, wakaanza tena kukutana na changamoto. Kuna sehemu wanaenda wakakosa maji, wakamlilia Bwana, Bwana akawapa maji. Kuna sehemu wakaenda wakakuta maji ila ni machungu, wanakunywa maji, maji ni machungu. Wametembea kwa muda wa siku 3 hawana maji, wana kiu, kila mmoja ana kiu, anataka anywe maji, lakini maji ni machungu. Wakamlilia tena Musa, Bwana akamwambia chukua fimbo yako iweke kwenye maji, maji yatakuwa matamu. Wakaendelea tena na safari. Walipofika safari tena wanasema tuna njaa, Bwana akawapa mana. Wakaendelea tena na safari, wakakutana na adui mwingine. Biblia inakuja kuniambia kwamba katika jambo ambalo walikutana nalo hadi wao mioyo yao ikawayeyuka, ni wakati wamekaribia kuingia kwenye ile nchi ya ahadi. Taarifa iliyotolewa na wapelelezi iliwafanya wayeyuke. Wanatheolojia wanakuambia kwamba katika taarifa zilizowakatisha tamaa sio ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Sio ya maji, ilikuwa ni taarifa ya kwamba kule Bwana alikuwa kusudia kwenda kuna maadui wakubwa zaidi yao. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini Mungu aliwaambia msiogope. Kwa sababu gani? Vita ni ya Bwana. Na kitu kingine mtu wa Mungu kitakachotusaidia, kwanza unatakiwa kumjua Mungu. Hakuna mamlaka inayomshinda. Hakuna mwenye nguvu kuliko Mungu. Hakuna anayeweza kupambana na Mungu akashinda. Amen. Hakuna aliyewahi kupambana na Mungu akaibuka yeye mshindi, Mungu akashinda. Amen. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo Mungu anapokuambia usiogope, ina maana anajua kila vita utakayokutana nayo ukiwa kwenye njia ambayo Bwana amekuambia uende, hiyo vita Bwana atapigana. Amen. Na hicho tu ndicho kinachotakiwa kukufanya wewe uende kwa moyo wa ujasiri. Na ndio maana anakuambia kwamba je, si mimi niliyekuamuru ya kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala kufadhaika, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kimoja unachotakiwa kujua kwamba popote nilipo nipo na Bwana. Usiseme Bwana yuko mbinguni, mimi niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo yeye anapigana vita badala yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapigana vita badala yetu. Anapigana vita badala yetu. Anapigana vita kwa niaba yetu. Sisi hatupigani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye uwanja wa vita watakuona wewe, lakini anayepigana sio wewe. Tunaelewana watu wa Mungu? Amina. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa, kwa sababu anayepigana vita sio sisi, ni Mungu. Lakini pia ukisoma sababu ya 3 ni kwa sababu Bwana anatangulia mbele na kutuongoza. Bwana ndio kiongozi. Hiyo biashara ulioianza, Bwana Yesu asifiwe, aliyekuongoza ni Bwana. Na ndio maana hatufanyi biashara wote moja hapa. Kila mmoja kuna namna alisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja kuna namna alikifanya alichokifanya. Lakini ni Bwana aliyekuongoza. Ukisoma katika Kumbukumbu 31 mstari wa 8. Kumbukumbu 31 mstari wa 8. Kumbukumbu 31 mstari wa 8. Biblia inasema hivi. Naomba tusome wote, 1 2 3 go. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia
wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatutaka tusiogope wala kutokufadhaika, kwa sababu yeye ndiye anayetutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Anatutangulia. Anasema atakuwa pamoja na sisi. Yeye ndiye anayetutangulia. Kwenye biashara yako anakutangulia Bwana. Kwenye elimu anakutangulia Bwana. Kila unachofanya anakutangulia Bwana. Na hivyo anakutaka usiogope, kwa sababu hata kupungukia. Hata fanyeje? Hata kupungukia wala kukuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa. Lakini kwa sababu ana nguvu kuliko adui. Bwana Yesu asifiwe. Anatutaka tusiogope kwa sababu ana nguvu kuliko adui. Unajua mpaka amekwambia usiogope, ameshajipima. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa nguvu yake. Anaelewa mamlaka alionayo. Anaelewa hakuna anayeweza kutoka mbele yangu. Kwa hiyo yeye ana nguvu kuliko adui. Ana nguvu kuliko tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ana nguvu kuliko tatizo. Ana nguvu kuliko adui yako. Adui akija mbele yako huwa anatisha. Lengo la kutisha ni ili kukusaulisha ukubwa wa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la kuvumisha maumivu ni ili usahau. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani lengo la adui kutoa sauti zake na kelele yake ni ili usahau kwamba Mungu wako ana nguvu kuliko yeye. Lakini yeye Mungu anakuambia usiogope, kwa sababu anajua ana nguvu kuliko huyo Goliati. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anajua ana nguvu kuliko adui. Hakuna anayeweza kusimama mbele ya Mungu akashinda. Hakuna anayeweza kupambana mbele za Mungu akafanikiwa. Hakuna anayeweza kupambana na Mungu. Yaani mtu akaingia akasema mimi naenda kupambana na Mungu akashinda. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna na hajawahi kutokea ambaye aliwahi kupambana na Mungu na akashinda. Wote waliotaka kupambana na Mungu, Mungu aliwajulisha kwamba tu mimi waga sishindani na mwanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sishindani na mwanadamu. Kwa hiyo adui anaweza akawa anatisha lakini hana nguvu kuliko Mungu. Inaweza ukawa kuna mlima mrefu lakini hauna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ukaliona ni tatizo kubwa lakini halimshindi Mungu. Amen. Kwa ni lazima ujue kwamba Mungu ana nguvu kuliko adui. Mambo ya Nyakati wa Pili